nikujuze baadhi ya yale ambayo yanatukia, yale ambayo yatatukia na yale ambayo yashatukia tayari. Kwa hivyo ni kipindi cha taarifa kwa ufupi, zikiwa pale zimekatika 31 dakika baada ya saa 1 au saa 4 kulingana na majira ambapo upo. Moja kwa moja tunaanza na kutoka kaunti ya Machakos, ambapo chuo kikuu cha Machakos kilifungwa hiyo jana baada ya zile vurugu ambazo zilikuwa zinaendelea pale, wanafunzi wakiteta pale kuhusiana na utovu wa usalama na polisi wakikimbia hapa na pale ili kujaribu kuhakikisha kwamba kuna utulivu. Katika kisa kile cha kukimbia hapa na pale dhidi ya polisi ama kati ya polisi na wale wanafunzi, afisa mmoja wa polisi alijeruhiwa na wanafunzi na afisa yule ameaga dunia as at this morning. Alikuwa amepata majeraha makubwa. Vile vile kumbuka kwamba katika kile kisa pia mwanafunzi mmoja alipigwa risasi na akafa. Ni swala ambalo wanafunzi wa kile chuo kikuu walikuwa wanalalamikia, swala lililopelekea kufungwa kwa kile chuo kwa muda usiojulikana. Nikiachana na swala hilo, ni kupeleka upande mwingine kwamba hii leo ni tarehe 8 Disemba mwaka 2022, siku ya uchaguzi mdogo katika kaunti ya Bungoma. Uchaguzi ambao unafanyika pale ni uchaguzi wa kiti cha useneta. Kumbuka hii inakuja baada ya spika wa bunge la kitaifa ambaye alikuwa seneta kuteuliwa na kujiuzulu. Kati ya wale wawaniaji wakuu ni watatu. Kunaye Wafula Wakoli ambaye ni mwaniaji kupitia chama cha Ford Kenya, kuna wa DAP Kenya ambaye ni Wafula wa Munyinyi, na kuna Mwambu Mabonga ambaye anawania kupitia chama cha UDA. Tutakuwa tunafuatilia tujue mwisho wa siku wapiga kura wangapi watakuwa wamejitokeza na nani atakuwa anashinda kile kiti cha useneta Bungoma. Tukiachana na swala hilo, tuende upande mwingine kwamba muungano wa walimu wakuu wa shule sasa unaunga pendekezo la serikali la kuondoa shule za mabweni ambazo ni shule za msingi. Kumbuka kwamba swala ile tulizungumzia jana, wengi wanasema ni vizuri ziondolewe, lakini baadhi ya wanafunzi, baadhi ya viongozi, baadhi ya wazazi pia wameteta wakisema kwamba wazazi wengine hawana muda wa kukaa pale nyumbani, wako wanajishughulisha na kazi. Basi nani atakuwa anachunga wale watoto? Wengi wakusema kwamba wacha iwe ni uchaguzi ama ni chaguo la mzazi kwa mwaka kama atampeleka mtoto wake shule ya bweni ama shule ya kutwa. Nikiachana swala hilo, nienda upande mwingine. Niseme kwamba hiyo jana kulikuwa na yale mazungumzo katika eneo la Kamukunji kule Nairobi, ambapo muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya walikusanyika pale wakazungumza mambo tofauti tofauti, na sasa hivi wameipatia serikali mwezi mmoja kuhakikisha kwamba inatatua masuala 12 ambayo waliibua pale, la sivyo wataanza maandamano mwaka ujao. Kumbuka kwamba vikao vile ama ile mikusanyiko itakuwa inaendelea mpaka mwisho wa mwezi huu. Mambo ni mengi yalizungumza pale, tutakupatia kwa kina ama kwa undani zaidi katika kile kipindi cha Morning Brief. Nikitoka upande ule, jana nilimwona gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya akifanya ziara ya kushtukiza katika hospitali moja kule Kitale, ili kuona utendakazi unaendelea vipi. Video hiyo tutakuonyesha baadaye alipokuwa anauliza jamani, service kwa wapi, iko vipi hapa ndani. Kwa hivyo ni swala ambalo kwa kweli wale ambao ni wafanyakazi katika sekta tofauti tofauti za kaunti ile sasa wako on high alert kwamba gavana anaweza kafika pale wakati wowote. Nikiachana na swala hilo, ni ende kwenye swala jingine, ni kwamba hiyo jana majaji 20 waliapishwa na walikula kiapo cha kufanya kazi kwa uadilifu, swala ambalo pia lilitiliwa mkazo na Rais William Ruto ambaye alisema kwamba wafanye kazi kwa uadilifu bila kushinikizwa na mtu yeyote, whether ni kiongozi wa dini, whether ni kiongozi wa kisiasa, wasishinikizwe na mtu yeyote. Nikikupeleka ule upande mwingine pia, Rais William Ruto hiyo jana alifungua
ama alianzisha moja kwa moja mradi wa kutengeza vyumba katika eneo la Mavoko, kaunti ya Machakos, ambapo viongozi wengi walihudhuria pale. Nilimuona gavana wa Vinya Ndeti akiwa pale akizungumza. Tutakujuza yale kwa undani baadaye. Nikienda upande mwingine, kuna kamanda mmoja ambaye anajulikana kama Yusuf, kamanda wa polisi ambaye ameshtakiwa kwa kosa la ubakaji. Anatuhumiwa kwa kumbaka afisa mwenzake wa kike alipokuwa na hudumu katika idara ile eneo la Dandora, na inasemekana kwamba watu wengine wamejitokeza pia kuandikisha taarifa kuhusiana na kubakwa ama kudhulumiwa kingono na yule afisa wa Kamkunji. Kesi hiyo itatajwa tarehe 31 mwezi huu wa 12, lakini kumbuka kwamba afisa yule ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 200,000. Nitoke hapa niende upande mwingine, hasa katika taarifa za kimataifa. Najuzwa kwamba kule Barcelona watu zaidi ya 155 walipata majeraha baada ya treni ama gari moshi mbili kugongana ana kwa ana. Ni kwa ufupi tu, takujuza baadaye. Na nikikupeleka katika taifa la Mozambique ni kwamba mwanawe aliyekuwa rais wa Mozambique amehukumiwa kifungo, ama ndiyo amehukumiwa kifungo cha miaka 12 gerezani kwa kosa la ubadhirifu wa fedha kule katika taifa la Mozambique. Na nikiachana swala hilo ni kupeleka kule Ujerumani kwamba askari kule Ujerumani wamewakamata watu 25 ambao walitaka kupindua serikali ama ambao wanatuhumiwa kuwa na njama ya kupindua serikali. Kutoka kule Afghanistan, Taliban, kundi ambalo lilichukua hatamu ya uongozi miezi kadhaa iliyopita, ilifanya first public execution hiyo jana. Ni swala ambalo hawajawahi fanya, na wengi ambao walikuwa ama wale ambao walipatwa na ile kosa ni wale walipatwa na makosa ya idolatry. Ni swala ambalo kwa kweli Taliban wanasema kwamba they gonna be lazima wafuate sheria, hasa ikizingatiwa kwamba taifa lile ni taifa la Kiislamu. Na mwisho kabisa, Volodymyr Zelensky, rais wa Ukraine, amechapishwa kama person of the year kwenye gazeti la The Time magazine kwa zile juhudi ambazo anaendelea kuweka kuhakikisha kwamba wana Ukraine wako salama, na vile usaidizi ambao anatoa katika mataifa tofauti hasa ya Afrika. Kumbuka kwamba kuna grains, nafaka ambazo zimefika kwenye bandari ya Djibouti kule ambazo zimetoka Ukraine, nafaka ambazo zinadhamiriwa kupelekwa katika hasa taifa la Ethiopia na mataifa mengine ambapo kuna kiangazi na njaa kali zaidi. Mtazamaji na msikilizaji, ni baadhi ya yale ambayo nilikuwa nimekuandalia hapa ndani. Ni mengi ambayo yamesalia, lakini kwa sababu ya muda nitakujuza baadaye ikifika saa 2:30 mpaka saa 4 katika kile kipindi cha Morning Brief. Ni hayo tu kwa